Hello, kumbuka kusubscribe, like, share ni comment. Leo ninakuja kukuelezea mambo ambayo huwezi kuambiwa na mtu mwingine kuhusu mabadiliko ya YouTube. YouTube imekuwa na mabadiliko makubwa sana hapa karibuni kwa sababu sasa hivi wanataka watu creativity na watu ambao wako serious. Sasa mabadiliko ambayo yameletwa yataanza kutumika tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2027. Kumbuka sasa hivi tuko mwaka 2026. Kwa hiyo sasa bado na mwezi wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12, wa kwanza, wa pili. Kwa wewe ambaye hujapata vigezo ambavyo vinahitajika ili uweze kulipwa YouTube, kwa sababu vigezo ambavyo vinatumika mpaka sasa hivi bado ni vile vile hadi pale tarehe 1 mwezi wa 10 na tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2027, bado ni vigezo vile vile, ila kufikia tarehe hiyo, tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2027, mabadiliko yafuatayo yataanza kutumika. Kwanza, inatakiwa uwe na subscribers 1000 ambayo imebaki vile vile kulingana na hali ambayo tulikuwa tunaifukuzia 1K yani. Mabadiliko mengine ni kuwa na masaa 8000 badala ya masaa 4000. Lakini mabadiliko mengine ni ambayo wameweka ni wewe kuweza kuwa na kumbuka, kwenye video kuna video fupi na video ndefu. Sasa video ndefu imeweza kupatiwa masaa 8000 kutoka kwenye masaa 4000, lakini kwenye video fupi imeweza kupatiwa viewers 1000, viewers milioni 20 kutoka kwenye viewers milioni 10. Sasa kufikia tarehe 1 mwezi wa pili, ili uweze kuingia kwenye mfumo wa YPPP ya YouTube Partnership Program, inatakiwa uwe na mambo yafuatayo. Cha kwanza, uwe na sabu 1000 1K. Kitu cha pili, uwe na masaa 8000 ndani ya miezi 12 sawa na siku 165 na nusu au 165 na robo. Hivyo inatokana na mwaka, ni mwaka mrefu au mwaka mfupi. Uwe na masaa 8000 ndani ya miezi 12. Kitu kingine unachotakiwa, inatakiwa uwe na viewers milioni 20, si ndio? Ndani ya siku 90, sasa na miezi 3 kwenye zile video fupi fupi. Kwa hiyo sasa unaweza kaangalia YouTube sasa hivi wapo sahihi, wanataka watu creativity. Lakini pia kitu kingine ambacho wamegundua kwamba watu kwenye vigezo ambavyo vipo kupata monetization ilikuwa ni simple sana. Kwa wale ambao unakuta wako serious, wana niche zao, wana kitu ambacho wanakiposta ambacho ni kinapendwa na watu, imekuwa ni kitu rahisi sana kukipata. Ndio maana wamehesabisha, yani ndio maana imekuwa sababu ya kuweza kuongeza masaa kutoka kwenye 8000 hadi kwenye masaa 1000, kutoka kwenye masaa 1000 hadi kwenye masaa 8000. Kwa hiyo sasa wewe unatakiwa sasa uwe na niche ya kufanya, uwe na video ambazo zinahitajika ili uweze kufikia mfumo huo. Kwa sababu gani? Sasa hivi watu wanataka watu ambao wako serious, wanataka watu hapo committed, watu ambao wanajua kitu watakifanya, watu ambao very commercial. Kwa sababu gani? Hapo nyuma ili uweze be monetized, ambapo mpaka sasa hivi kufikia mwezi wa kwanza tarehe 31, ili kuwa monetized kuanzia sasa, bado vigezo ni vile vile vya masaa 4000 kwa video ndefu, lakini viewers 10,000 kwa short video, zile video ndogo, lakini pia uwe na subscribers 1000. Kumbe sasa mambo yaliyobadilika ni watch hour kutoka 4000 kwenda 8000 ifikapo mwezi wa pili tarehe 1 2027. Kitu kingine kilichobadilika ni kwenye video fupi, kutoka kwenye viewers milioni 10 hadi kwenye viewers milioni 20 ndani ya siku 90, ambayo sana miezi 3. Kumbe sasa wewe unachotakiwa kufanya, inatakiwa uwe serious. Kitu kingine ambacho inatakiwa kufanya, inatakiwa unatumia
live video sana. Yani kwa mfano kama YouTube channel yako kama sasa hivi hujapata monetization lakini tayari umeshapata zile subscribers 1000, na maana wewe unaweza ukaenda live. Kumbe sasa angalia tukio ambalo ni la msingi sana uweze kwenda live, kwa sababu ukiwa live ni rahisi kukusanya masaa 1000 hadi 100. Ni rahisi kukusanya masaa ambayo mwisho wa siku yanakusogeza mbele. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya sasa hivi njia mojawapo ni ya kupost video nyingi, video ambazo zinaelimisha, video ambazo zinaburudisha kulingana na niche yako, lakini uwe serious, video ambazo mtu akiona anatamani kurudi kwenye account yako. Hicho kitu cha pili. Lakini kitu cha tatu, hakikisha hauposti vitu vya watu, kwa sababu mwisho wa siku unaweza ukatumia muda mrefu kuweza kufanya hivyo na ukafanikisha, lakini unapoomba monetization wakatalia kwa sababu umetumia reused content, na kitu kingine kwa sababu umeenda nje ya sheria zao. Kwa hiyo sasa hivi unachotakiwa kufanya ni kuabide katika hayo. Lakini sasa kumbuka, haya mambo huwezi kaambiwa na watu ambao ni YouTuber kwa haraka, lakini mimi nimekuambia kwa sababu gani? Mimi naniuma sana kwa sababu nimetumia muda mrefu sana kuweza kupata masaa 4000. Na uwezi amini, yani nimetumia muda mrefu sana, takriban miezi miaka miwili kama mmoja kipindi naanza YouTube. Masaa 4000 yamenitoa jasho. Sasa mimi najiuliza masaa 8000 itakuwaje? Kwa ni kitu ambacho kabisa inatakiwa uwe serious, na kuanzia mwezi wa pili tarehe 1 malipo ya YouTube yatabadilika, RPM zitaongezwa kwa sababu watakuwa wanajua kwamba wapo na watu ambao wako serious. Ila hii sakata haliwahusu wale ambao wako tayari monetized, hapana. Ni kwa wale ambao bado ni monetized. Kwa wale ambao hawajapata ushiriki wa kuearn money katika YouTube ndo inawahusu hii kitu. Ila kwa wale ambao tayari wako monetized hawaiwahusu hata kidogo. Kumbe sasa kwa wewe ambao mwenye account ambayo ni monetized, ili uendelee kuwa hewani na endelee kupiga hela, takiwa ulinde account yako. Mimi ni hayo. Kumbuka kusubscribe. Mimi ni Robinson Mandevu, host wako Royal Forum TV. To the world. Thanks.